Nakuja mbele yenu kuelezea kuhusu kilichonifanya nitoke Wanamani Gang. Mimi binadamu na mabro chini Wanamani binadamu. So ingawa alikuwa ananipa hela za mwezi za kutumia, za kula, ila ilikuwa haiwezi kukidhi mahitaji ya familia yangu. Ndio ikanibidi mimi niweze kutoka Wanamani tuanze sasa kupanga mikakati ya kazi. Sawa, unataka kuelezea masuala ya kutoka Wanamani. Umesema ishi kwenye mtaji. Labda utuelezee vizuri. Tunafahamu ulichukuliwa na Chino, hatujui makubaliano ya kazi ilikuwaje. Kwanza tuanzie kwa makubaliano ya kazi ilikuwaje? Mlikuwa mnaishi vipi? Mlikuwa mnakaa kwake kama ambavyo tulikuwa tunaona ama ilikuwaje? Tulikuwa tunakaa kwake tu kama blaza na tulikuwa tuna mikataba yote ya kazi. Alikuwa anatusupport tu. Ila sasa nadhani tutakuwa na mikataba ya kazi rasmi nafanya kazi Wanamani Gang. So umetoka Wanamani au bado uko? Sasa hivi nimerudi tena Wanamani Gang. Kwa sababu wote ni binadamu, nakosea. Blaza kaniweza kunisamehe. Nimerudi Wanamani Gang. Ilikuwaje? Yaani kwa nini ilikuwaje mpaka waje mitandaoni kutuandikia kwamba mimi sipo tena Wanamani? Yaani kwamba mimi alikuwa fresh brother ananipa hela za chakula, za kula kila mwezi nini. Ila zuzi zikakidhi mahitaji ya nyumbani kwetu. Ananipa hela kukidhi mahitaji yangu mimi, ila kwetu haiwezi kukidhi. So ikanibidi nitoke, imradi tufanye sasa kazi kweli Wanamani. Lakini kwa namna ulipoandika unaonyesha kama unateswa au unapitia. Binafsi wanaomba nijibu swali. Ndugu Sergeant mtania ambaye alipokuwa anaitwa nani kwa kutambulisha? Mimi naitwa D-Square. Mimi ndo meneja yake sana. Nilikuwepo kwa anko pale. Sisi tunapenda kumuita anko. Kwa anko mrefu, lakini changamoto iko pale kwa tunashindwa kazi zetu kwa wakati. Muda mwingine inabidi tusanie jipambanie mwenyewe kusaidia familia, umeona? Lakini kuna vitu vinaenda slow. Kwa sisi wenyewe pamoja na msanii tukaona kwa nini tusijaribu kufanya, yani kwa nini tusifanye yenyewe? Tukaamua kuandika vile ili turudi pambane wenyewe binafsi kwa uwezo wetu, sababu tunapokaa pale tunazidi kukaa kimya, timu kama zombi mpaka leo hii. Sasa tuliporudi, bahati nzuri tukakutana my brother zetu wakubwa ambao wapo kwenye muziki pia. Wakaweka chini wakatushauri. Tumesikiliza vizuri. Tukaona sio mbaya, kabidi tutafute blaza. Tukaongea naye, tukamwomba msamaha. Kitu kama sana shida ndio zangu. Taleka sawa, lakini sisi pia tulichokiomba kwa inabidi tufanye kwa njia ya maandishi ili tuwe na imani kwa tunafanya muziki. Sawa, ndugu Sergeant. Mwingine anaweza kusema toka nimeachia ngoma yako Mazombi, sio? Ndio mrefu. Na hiyo pengine imekupa pressure. Wengine wanaweza kufananisha wasema Sergeant bana inawezekana amepata hofu baada ya kuona hatua za mtakimati na kupiga na cheki nchi zake kama msanii. Wengine hilo lilikuwa kutia hofu ndani yako kuona mtu ambaye unaanza naye muziki pamoja, yeye anatia project kila siku. Kwa kweli iko kitu ndo kilichonifanya hadi mimi niumie kiniume na nimwambie blaza ukweli, yani kitu ambacho kinanisibu. No. Yani kwamba mimi naona nimekaa sana kimya, nimejifungia sana, nishachi ngoma, mambo haendi kwa wakati. Sawa, na mimi pia na swali kwa meneja. Anasema anaitwa nani kwa D-Square. Wakati Chino anamchukua Sergeant kwa mara ya kwanza kabisa, walifanya tour kwenye vyombo vya habari. Na moja kwenye chombo cha habari kimoja, Chino alizungumza kwamba alishafanya kila kitu kuhusu Sergeant, kuanzia mikataba na nini, na pia ulikuwa baadaye tena Chino anaongea. Kwa nini labda mmeamua kwenda kuzungumza uongo labda
kwa Tanzania tena vyombo vya habari ndio hicho tena maarufu unasema kwamba Dogo Hakuwa alikuwa na mkataba wote wa kikazi. Ni kweli hiyo process ya mkataba ilikuwepo, ila sasa kuna mambo yalikuwa yametokea ikabidi tutishe kwa ajili ya kwa mambo ya account, vitu vile vyote kwa ajili ya kuweka sawa ili tuweze kuingia kwenye mambo ya mkataba. Kwa ile ilikuwa gumu kwenye kuandikishana, mambo ya mengi hakuna ujuzi wake, umeona. Kwa hiyo hicho ndio kitu ambacho kilifanya sisi tusiandikishane mkataba. Okay. Lakini pia D-Square nakumbuka kipindi Sergeant pia anaenda kwa Chino. Chino alizungumza kwamba kuna akaunti zake kuna watu walikuwa wanazishikilia. Ambao walidai kiasi fulani ili waweze kuwarudishia akaunti zao. Ni wakina nani hawa wakati ule wewe ulikuwa meneja yake? By the way, kabla mimi sija meneja yake, mara mimi nilikuwa ni mjumbe wake. Msanii alikuwa anasimamiwa na watu wengine. Sasa yule mtu ambaye alikuwa anamsimamia huyo Dogo, ilifika kipindi kuna mambo tu alitokea ambayo sintofahamu, jamaa akataka kufungua, akanikabidhi mimi akaunti za Sergeant TikTok pamoja na Instagram. Ile hizo nyingine digital platform pamoja na YouTube kuna huo brother hao ndo alikuwa anasimamia. Sasa nilichokifanya nilimcheki, nikamuomba kwa nahitaji hizo account kwa sababu sasa hivi ninayo mimi. Akaniambia sawa. Sasa ile sawa sisi kupambana kwa sababu mimi mwenyewe binafsi sina kazi. Kazi yangu mimi ni muziki. Kwa hiyo kwenye kupambana hapo kuna kiasi alikihitaji. Kadri tunazidi kupambana ndio mambo na Mwenyezi Mungu alikuwa anazidi kutupa sisi heri ya kufanikiwa. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu kasaidia, tumetoa ile salio, tumezidi kusogea. Bro akazidi kuongeza bei. Kama mwisho nakuja tena kuambiwa kuna watu wengine wapo katika hilo swala la nini la account wanasimamia, umeona. Kwa kuna mambo akawa yanaendelea ni kama utapeli fulani. Sasa tukaona nikaongea na anko, anko jamaa mbona wanatuzungusha sana. Anko mwenyewe akasema kwa nini msifungua account mpya? Sergeant ni msanii mzuri. Hata kifungua account leo, account inaweza zikakuwa chafu. Umeona. Kuhusu ngoma mpya hivi vilikuwa kwenye process hapo nyuma kwa tulifanya kila kitu na anko, lakini mambo yalikuwa ni tofauti, kucheleweshwa kwa kazi ndio ikatubidi tufanye kile kitu, lakini by the way tushaongea na mzee mwenyewe mambo shida tutafanya kazi na tupo kwenye process za kuandikishana kabisa biashara. Kwa hiyo tumeamua tu release ngoma zetu 3 ambazo ndio hizo sasa hivi ndipo hapo zimeandikwa sababu ni mabadiliko ndani. Mabadiliko tutegemea tutafanya Chino kwamba aliweka sawa. Chino atakuwepo. Lazima ataongelea hili swala. Kutokana na jambo inabidi ndugu Sergeant kwanza aanze kuelezea ndio ndio anko ndio kwa. So ndio ngapi kuchukua kuelezea na sababu hapa inaonekana imeandikwa kama kama ni release, lakini mwingine anaweza kaisi labda inatoka kama EP ama vipi, tuelezee ni ngoma ngapi, na huko ndani tunamwona Chino na maana Chino pia ameplace na kwa hiyo tunafanya kazi kwa mkataba. Ni mkataba wa muda gani? Kuhusu mkataba utakuwa ni muda mrefu, alafu pia bado hatuja sign moja kwa moja kutokana siku hizi 2-3 ndio tuta sign moja kwa moja, ila tupo kwenye process kutokana na jana na juzi ndio tumediscuss haya maswala kwa kufanya kazi kisheria. Kwa hiyo kila kitu kitakuwa sawa. Kuhusu ngoma tunatoa ngoma 2, lakini hiyo nyingine ni kwa bonus track. Bonus track ni hiyo ngoma ambayo imeandikwa hapo hiyo ya chini, I miss you. Hizo mbili zimefanya na hali video na audio. Hiyo mlegezo amefanya na Chino pana hapo. Hiyo iko na video tayari ya kitu. Hizo nyingine Fawe amefanya Black Story. Hiyo video tayari na ishaandaliwa ile bado hatujachukua, bado ipo kwa director. Na hii ya chini ipo ni audio ambayo hiyo bonus track. Hapo kwenye mkataba ningependa kujua kitu kimoja. Tumeshuhudia wasanii wengi sana
kutokea changamoto kwenye mikataba wanapoamua kujitoa katika hizo lebo. So ninyi mmejipangaje kwenye hiyo mikataba yenu na wana Manigeni endapo Sergeant akiamua labda kutoka kuvunja mkataba, isije kutokea shida labda kuambiwa kulipa pesa fulani? So ninyi mtajue mmezingatia nini kwa upande wa msanii na lebo kuweka sawa hiyo mikataba endapo akiamua kutoka isije kuleta shida kama kwa wasanii wengine ambao wanazunguka na lebo zao? Kuhusu swali loloendelea kwenye mkataba kiasi cha sawa, kutokana sio sisi pekee yetu ndio tunaamua, hata sisi tuna watu wetu ambao kuhusu swala la mikataba lazima tushirikishe wanasheria wote kwa ujumla, watu ambao wanajua muziki moja mbili tatu inabidi viwepo, ni muhimu. Kwa hivyo vyote vimeorodheshwa kwenye mkataba. Wewe kesho na kesho kutwa kitokea chochote, mkataba unaenda kutusaidia sisi na muziki. Unasoma mkataba? Mkataba nilisoma kidogo lakini sikusoma. Na msanii anajua mkataba fresh, yani umemsomea ameelewa vipengele vyote? Yaani nimesoma. Sawa, labda nisikie kwa kumalizia. Mwanzoni wewe ulikuwa unasimamia Sergeant na Bati. Na mara kadhaa kazi ilikuwa sana kwenye uchaguzi wake. Ambao ni moja kati ya sababu zilizofanya watu wawili wakawa wana ile migogoro yao iliyosababisha kila mtu aanze kufanya kazi yake kama solo artist. Nataka kufahamu wewe kama meneja kwa sasa hivi mahusiano ya msanii wako na rafiki yake wa zamani hapo. Kusema kweli sasa hivi washakuwa wasanii ambao wako kwenye tuseme ni vibe, tuseme hivyo, kutokana kila mtu anapambania nafasi yake. Kwa hiyo tunakosa ule muda ambao kukaa chini kukutana discuss, labda kukutana kwenye show, vipi poa fresh kufanya show. Kutokana na wasanii sasa hivi huu anakuja tu muda wake wa perform, akifika na perform, akishuka na ondoka. Kwa akishuka akutana naye vipi fresh anaenda. The moment wakati nyimbo ya Mario inashutiwa hii video, nilisikia Pateni anasema hakuipenda set ambayo amekaa na Sergeant. Na by that time yeye anaitwa pale, hakuwa anajua kama Sergeant yeye. Yeye alienda baada ya akaambiwa nenda pale kwenye set. Alipoenda kwenye set akamkuta Sergeant. Na yeye alikuja kurudia anasema ni kitu ambacho nisikia vizuri. Nilikataa, lakini kwa sababu ya heshima ya Mario niliamua kukubali. Nyie sasa kama uongozi mnafanya nini kuweka hichi kitu sawa? Bado wadogo hizi chuki na nini tunafanya nini kitu? Kusema kwetu sisi hatuna kitu. Sisi ni watu ambao tumechagua kuishi maisha yetu. Hatuwezi kusema ati kwanza kumdiscuss mtu tuweze sababu hata ile siku msanii anaitwa kwenda pale, anko alimcheki mpaka anafika pale ajui chochote kama anaenda kushuti wala kufanya nini. Umeona? Kwa hiyo alipofika pale kaiko kwenye seti, kaitwa msanii mwenzie, amefika pale anashuti kwa aweze kudiscuss hivi, sababu unakuta pale mzee yupo, uwezo kasema mimi siwezi kushuti au kufanyaje, na unakuta huyu ni mtu ambaye cha kwanza sio muongeaji. Yaani yeye ni mtu ambaye mimi ni sawa, sababu wakubwa zangu hapo, kama kitu kitakuwa tofauti wataongea, kama watu ongea ujue kitu tofauti. Updated.